Mzigo wetu unaanza pembeni ya mji kidogo. Ash ambaye anaishi na mke wake Martha walikuwa na furaha sana kwenye ndoa yao, lakini pia walikuwa ni wachapakazi wakubwa sana. Leo hii Ash akamwaga mke wake kwamba anaenda kurudisha gari ambalo huwa wanaazima ili wafanyie kazi, lakini Martha alivyobaki hapa kwa muda mrefu peke yake akawa na wasiwasi kwamba huenda kuna kitu ambacho kimetokea kwa mume wake. Hivyo akajaribu kupiga phone mara kadhaa, lakini akaletewa taarifa kwamba mume wake amekufa kwa ajali mbaya sana. Kesho yake wakiwa msibani akakutana na huyo rafiki yake, akamwambia kwamba anaelewa maisha ya ujane ni magumu sana, hivyo amemsaini kwenye programu moja hivi ya AI ambayo atachati na huyo mwanaume kama mume wake ambaye amefariki. Lakini hii ikawa inazidi kumkera Martha, akasema naomba uniache jamani, kwa sababu bado alikuwa na machungu. Basi rafiki yake akamwacha, basi maisha yakaendelea, ila kila anapoona jina la Ash mume wake anakuwa anakosa furaha. Leo hii anapata taarifa kwamba ana mimba baada ya kuchukua kipimo. Akajaribu kumpigia dada yake alikuwa busy na watoto, hivyo ikabidi asaini kwenye ile app ambayo aliambiwa AI inaweza kachati kama mume wake. Hivyo akaingia na kumcheki. Basi katika kuchati hapa na pale, AI ikamwambia kwamba anaweza kachati naye tu wala sio na wasiwasi. Basi Martha akawa comfortable, akamtumia baadhi ya kumbukumbu ambazo ameshare na mume wake. Hivyo akawa anamtumia baadhi ya moment, sehemu walizokuwa wanashinda, ni vitu gani ambavyo alikuwa akipendelea kufanya, ili AI ijue inaanzia wapi kuendelea kuchati na huyu Martha. Basi baada ya kuona zile kumbukumbu ikampigia simu. Wakaanza kupigiana simu bwana, na maisha yakawa mepesi sana kwa Martha kwa sasa. Akawa anapata furaha kwa sababu akawa anahisi anachati na mume wake ambaye ameshafariki. Basi akawa anamuonyesha maeneo mbalimbali ambayo alikuwa akienda kushinda. Na leo hii alikuwa hospitalini kupima mimba yake. Akagundua kwamba mtoto anazidi kukua. Akatuma ile picha na kumtumia AI. Simu ilipopasuka aliwaza sana, kaisi kwamba ameshapoteza ule mfumo wa AI, lakini alivyonunua simu nyingine akarudi tena hewani. Basi wakaendelea kuwasiliana tena, lakini akapewa taarifa kwamba anaweza kapata body, yani anaweza kapata ule mwili wa AI kama atataka, wakamdesignia sura ya mume wake ambaye amefariki. Basi akaona poa, hii imekaa fresh. Mzigo kawa delivered bwana, kaweka bafuni ili aweze kutengeneza. Baadaye anakuja kuangalia, oh my god, yule mwanaume anafanana na mume wake kabisa. Hili ni AI, usije ukachanganya ndugu mtazamaji. Martha alikuwa hataki kuamini kabisa, ni kila akiangalia anaona ni kama mume wake. Basi wakapiga story mbili tatu, Martha akaanza kumzoea huyo AI bwana. Baada ya kupiga story kadhaa, Martha akaona isiwe noma, akamuomba AI uende wakafanye vitu, yani bibie anataka mizagamuano. Basi roboti alina iana ikampa huduma. Kesho yake asubuhi wakawa wanaendelea kupiga story, lakini Martha akamwambia kwamba roboti sometimes anatakiwa awe anafumba macho kwa sababu analala bila kufumba macho. Leo hii dada yake amefika hapa, ikabidi amfiche roboti kwa sababu kama atajua dada yake basi ataona ni mdada wa ajabu sana, kwa sababu hata 40 bado haijafika tayari ameshaanza kuzagamuliwa na AI. Oh my god. Basi akamuuliza ameona nguo za mwanaume upande wa bafu. Martha akasema hamna, ni vitu tu ambavyo alisahau kuvitoa baada ya mume wake kufariki. Akamfokea sana roboti na kumwambia kwa nini nguo zake hajaweka vizuri, lakini hapo alivyobishana glasi ikawa imedondoka, ikawa imemchana. Kuangalia hivi ni kama sofa tu mwanangu, yani hapo hamna ngozi. Akasema asiwaze, yeye huwa atoki damu na wala anaga hasira. Usiku amelala, AI alihema. Martha akasema oya vipi? Jitahidi hata kuhema basi. Baada ya kuambiwa hivyo, roboti kali inaigiza jinsi ya kuhema. Martha akapata hasira, akamwambia hebu toka nje bwana. Lakini hata roboti ilivyotii kuondoka, bado Martha alikuwa na hasira. Akadai kwamba angekuwa mume wake angebishana kidogo, asingetoka tu bila kufoka hata kidogo. Basi roboti likawa limetoka nje bwana. Wakati huo Martha akawa ameuliza asubuhi ilipofika, wewe unafanya nini hapo? Roboti ikajibu kwamba limesetiwa baadhi ya vipengele kwamba haliwezi kuondoka mbali na mwajiri wake. Kuna mita kadhaa ambazo anaruhusiwa. Leo hii bwana wakapanda mpaka juu huko. Akamwambia kwamba roboti anatakiwa kuruka kwenye maji. Roboti akakubali, akakatazwa kwamba usiruke. Pia akaanza kufoka kwamba kwa nini unakubali kurukia kwenye maji? Angekuwa mume wangu angekataa. Roboti kusikia hivyo likaanza kulia. Basi hapo ndio Martha anazidi kuchanganyikiwa zaidi kwamba huyu roboti ni kama anacheza naye. Baada ya miaka kadhaa kupita, mtoto tayari amekwisha kuwa mkubwa. Leo hii ilikuwa ni birthday yake. Akamuomba kipande cha keki ampelekee baba yake. Mama yake akawa anacheka kwa sababu siri anaijua. Hivyo akamruhusu mtoto wake aende kumpelekea kipande cha keki. Basi bwana, naona Martha aliamua kukubaliana yaishe. Ameamua kuishi na hii roboti ingali anajua kwamba huyu sio mume wake. Ameamua kuidanganya nafsi yake ili apate furaha. Hii ni Swahili Recap, usisahau kusubscribe, kulike na comment. I'm out.